Salama wapendwa, I hope mko poa na mnaendelea salama. Karibu jikoni tuandae coconut cake ama keki ya nazi ambayo ni tamu sana ila pia ni rahisi kuandaa. Mimi nakwenda kutumia mashine ila unaweza kutumia chombo tu cha kawaida pamoja na mchapo. Kwa kwanza utaweka mayai 6 ambayo ni ya medium na ambayo yako room temperature kama hivyo nilivyofanya hapo. Baada ya hapo utakwenda kuongeza buttermilk nusu kikombe au nusu cup kama hivyo ninavyofanya. Kisha utakwenda kuongeza tui zito la nazi kikombe kimoja. Baada ya hapo utakwenda kuongeza siagi iliyoyeyushwa melted butter nusu kikombe viwili na utakwenda kuweka vijiko vya mafuta 6. Mpendwa, mimi nimefanya hivi ili nikuonyeshe kwamba recipe yote ukiambiwa fanya nusu yake basi utagawanya vile vipimo kwa nusu. Na baada ya hapo nilikwenda kuongeza robo kikombe cha sukari, vikombe vikawa viko 6 hivi vya robo. Baada ya hapo utakwenda kuchapa mchanganyiko wako au kusaga na mashine hadi utakapo kuwa mlaini na uchanganyikane vizuri kama unavyoona hapo katika video. Pembeni utaanza kuandaa unga. Unga nimetumia vikombe 4. Kama unafanya nusu yake tumia vikombe 2. Utaongeza baking powder kwa kutumia teaspoon 2. Utaweka pia baking soda teaspoon 2. Utaongeza na chumvi robo teaspoon 2. Kama hivyo ninavyofanya. Baada ya hapo changanya mchanganyiko wako vizuri, kisha utakwenda kuchanganya unga pamoja na ule mchanganyiko wa maji kama hivyo ninavyofanya. Hakikisha unauchanganya vizuri, unachanganyikana vizuri, unakuwa hauna yale madonge. Na mpendwa, wakati unaanza kuandaa hizi process hakikisha una preheat jiko lako walau kwa dakika 45 au zaidi. Na pia umeshaandaa baking tin zako vizuri kwa kuzipaka siagi na kunyunyiza unga kwa mbali au pia unaweza ukapaka tu siagi kama hivyo mimi nilivyofanya. Baada ya hapo mimi nilipima tu kwa macho, kwa hiyo nikagawanya ule mchanganyiko wangu nusu 2 kama unavyoona hapo. Kisha nilisambaza vizuri kwenye baking tray hizo baking tin na kuzipiga chini kutoa upepo. Baada ya hapo utakwenda kuoka au kubeki kwa moto wa 185 kwa dakika 45 au zaidi au mpaka utakapoweka kijiti na kikatoka kisafi kama unavyoona hapo katika video. Baada ya hapo utaziweka pembeni ziendelee kupoa. Kisha utachukua chombo, weka icing sugar vikombe 2, maziwa ambayo ni freshi vijiko 4. Baada ya hapo utachanganya vizuri mchanganyiko wako hadi uchanganyikane na uwe soft. Uwe mchanganyiko ambao ni mzito kama uji hivi kama hivyo unavyoona hapo katika video. Na pembeni nilikuwa tayari nina nazi ambayo niliitoa katika kifuu kisha nikaikwangua katika kikwangulio carrot. Baada ya hapo nilinyunyiza icing sugar kwa mbali sana na kuziweka pembeni zikayeyuka. Sasa keki itakapopoa utachukua ule mchanganyiko wa icing sugar na maziwa utapakaza kwa juu kiasi kidogo tu, yani tunaweka tu ili isiwe kinyonge, isiwe na muonekano mbaya lakini pia kuongeza ladha. Baada ya hapo utanyunyiza ile nazi kwa juu na tayari utakuwa umepata keki ambayo ni nzuri sana. Hii inalika na watu wazima ila pia watoto, wageni wako watakapofika nyumbani basi wakirimu kwa kahawa lakini usisahau chochote kitu. Na ndani ni laini sana na ni keki ambayo ni nzuri kwa kweli. Yani sio kwa vile uko tu nyumbani, sio professional baker kitu kama hichi kikushinde. Na mpendwa na kukumbusha tu, kama unahitaji kuandaa slice moja ya keki basi viungo ingredients nitakazo kuwekea katika description box basi gawanya nusu kwa nusu ili upate slice ambayo ni moja. Na usisahau kutembelea description box kwa vipimo ambavyo ni sahihi zaidi ili usije ukakosea. Na mpendwa, kama mpenda hii recipe usiache kujaribu kwani nina imani hautojutia. Pia usisahau kulike, kushare pamoja na wapendao, kucomment kama una swali, una maoni, nitakujibu nitakapopata nafasi. Na yote kabisa usiache kusubscribe. Hadi wakati mwingine, ninawapenda sana. Shukran.